Hizi ni habari za kimataifa. Jina langu ni Chris Moshi. Mawaziri wa fedha kutoka mataifa tajiri kiviwanda duniani ya kundi la G7 wamepuuza mvutano uliosababishwa na hatua ya Rais Donald Trump ya kutangaza ushuru wa ziada. Viongozi hao waliokutana jana huko Banff nchini Canada, badala yake wametafuta msimamo wa pamoja kuhakikisha mkutano huo unafanikiwa kupata makubaliano kuhusu tamko la pamoja ambalo halikugusia suala hilo la ushuru. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa na viongozi hao ni pamoja na hatua ya kuiunga mkono Ukraine, vitisho vya mataifa kama China, pamoja na namna ya kukabiliana na uhalifu wa kifedha na biashara ya mihadarati. Na huko Mashariki ya Kati, baada ya wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel kupigwa risasi na kuuawa Washington, Netanyahu aamrisha usalama uimarishwe kwenye ubalozi ya nchi hiyo dunia nzima. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametoa amri ya kuimarishwa kwa usalama katika balozi zote za nchi hiyo duniani baada ya kuuawa kwa kupigwa risasi wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel kuuawa huko Washington, Marekani. Watu waliosikika wakidai uhuru wa Palestina walifyatua risasi dhidi ya wafanyakazi hao wawili wa balozi wa Israel nje ya makumbusho ya Kiyahudi mjini Washington Jumatano usiku. Netanyahu amesema tukio hilo linaonyesha ni kwa namna gani Israel inaandamwa na hisia za chuki na uchochezi duniani. Na kwa kuhitimishia, huko nchini DRC, Waziri Constant Mutamba adaiwa kutumia vibaya dola milioni 20 zilizokusudiwa kufidia waathiriwa na vita vya mashariki mwa Kongo. Spika wa bunge katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe, amesema waziri wa sheria Constant Mutamba atahojiwa na tume maalum ya bunge kuhusu tuhuma za kusimamia matumizi mabaya ya takribani dola milioni 20 zilizokusudiwa kutumika kulipia fidia za waathirika na vita. Kamerhe jana alisema bunge la taifa lilitangaza orodha ya bunge watakaounda tume hiyo maalum ya kumhoji waziri huyo wa sheria kabla ya kupigwa kura itakayoamua ikiwa anapaswa kufunguliwa mashtaka au la. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali aliliandikia barua bunge iliyosomwa jana akilitaka kupiga kura kumuondolea kinga ya ubunge waziri Mutamba ili achunguzwe kuhusu tuhuma hizo za ufisadi. Na huo ndo mwisho wa habari za kimataifa. Ulikuwa nami Chris Moshi.